Engineer. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais na viongozi wote na watu wa Kapseret wa Singishu Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hata wenye waendaye kanisa inua mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi hamwendaye kanisa wengi. Rais, mimi nasema asante sana. Unajua hapa ni eka 13. Na watu walikuwa naishi hapa ni watu 200. Sasa tunaenda kuweka watu zaidi ya 2000. Jameni, simpigeni huyu jamaa muungwana makofi. Wakati alikuwa anachagua tunajenga wewe manyumba, nikamwambia rais niko na kitu hapa. Na akaniapprove. Sasa sisi wote Kapseret tuko mbele. Ile kitu mimi nataka niwaambie. Mwanze kusave pesa ya manyumba. Msingoje mpaka hii manyumba iishe. Endeni kwa hiyo mtandao, anza kuapply, anza kusave. Na rais tumesikizana na yeye. Wale watu walikuwa na ishi hapa, they are first people kupewa manyumba hapa. Mimi nikuulize, hapa Paunia tunalipa nyumba 2 bedroom pesa ngapi? Si ndio 20,000? Can you imagine umeletewa nyumba unalipa 1,680,000 alafu unalipa 4,000 kwa mwezi kwa miaka 20 na nyumba inabaki kwa yako. Kuna kitu kingine nyinyi mnataka? Si labda wewe ni wazimu. Tunataka watu wote wakuje town. Sawa sawa. Ya pili, rais, niko na shamba hapa zaidi ya Kanane. Kuna mkora mwingine alikuwa amegrab shamba nyingine hapa. Hiyo shamba na kuhakikishia ukirudi next time nitakuwa nimejenga madarasa, utanipata mbele tuendelee. Hao wananchi watakuwa hapa, watakuwa na shule wako naye hapa. Hapa Kimalel, rais, ni just here. Niko na wanafunzi 2,000 kwa shule moja. Na sikuitishi chochote kwa hiyo. Lakini ile shule yako ya Wareng yenye wewe ulisoma, siwezi endelea kuumia na wewe uko hapa. Shule ya Wareng niko na wanafunzi 2,000. Rais, sema tu neno moja tu na roho yangu itapona. Ama ni aje? Economic zone iko Kapseret. Mimi nataka nikushukuru sana. Kazi yangu unaona siku hizi nimenyamaza. Mnanisikia siku hizi ovyo ovyo. Mkisikia nikinyamaza mjue maneno iko sawa. Ile wakora, rais, nikuulize, ile watu ya kitendawili na nini na nini wanazapanga maneno ya manyumba kama hii. Na mimi nimeambia watu wangu hapa na msikie vizuri. Mambo na ukabila msike katika sijui wapi. Maneno ya ukabila mwache ujinga. Maneno ya kura iliisha. Rais wa Kenya ni mmoja ako hapa. Ule jamaa wa Sugoi alikuwa na usanga kuku, ndio rais wa Kenya. Wapende wasipende. Alafu wale bado wako na hangovers wenye walikuwa kwa serikali ile nyingine. Mimi nataka niwaambie muruke juu muende chini. Lazima tujenge inji na tubadilishe inji. Halafu ya mwisho, rais, watu wa Langas wako hapa. Mimi nataka niambie rais asante sana. Langas tunalete title chini ya mwezi 4. Mambo ya Langas imejulikana, mambo yake tumetatua, na hiyo ndio ilikuwa shida yangu kubwa. Sasa wacha nikwambie. Ile kura nitakuwa napigiwa hapa bure free of charge. Ile shida ilikuwa Langas si. Mtu ako na shamba, hawezi omba loan, hawezi sema shamba ni yake. So tunarudi hapa na rais mwezi wa 4, mwezi wa 5 kuwaletea title deed watu wa Langas. Simupigie rais Bogovi jameni. Na sisi wote. Unajua hii maneno inasemekana ati cost of living, sijui nini. Walituambia maneno mingi siku ile yote. Wewe jamaa akiingia kwa ofisi, mnajua ni rafiki yangu. Hata kama sijui sana, ninajua kidogo. Alipata huko ikiwa empty my friend. Saa hii amelete ilikuwa minus. Saa hii yako half. Hii atashinda kuongoza hii nchi. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Gavana wa hapa, gavana wetu Bwana Koti Mbili.